Haya, mwalimu bila shaka nakumbuka kipindi kilichopita mwalimu alijibu hii. Tanzania tusipokuwa makini hii itakuwa mbaya sana kuliko Rwanda. Hamosi serikali na migogoro wa milele na wanafunzi wote kuanzia chekechea hadi elimu za juu, madaktari, walimu, wakulima, wafanyakazi wote, vijana na machinga, wafungwa, waadhili wa bunge, vyama vya siasa na zaidi nje kwa kuonekana ni wala rushwa, na sasa imehamia kwa waandishi wa habari. Wa Tanzania tulikatae hilo, tujipange kwa ajili ya 2015 tulete mabadiliko. Sio vizuri kuwafanyia mabaya, kwani sisi ni ndugu moja Tanzania. Bila shaka ujumbe huu nimeshausoma na umerudia tena kwa mara nyingine. Basi nahitimisha kwa kusema mimi ninachojua ni kwamba Mbatia aliona mbali, kwani tume zinaundwa mara nyingi matokeo yake ni kupeana posho za mamilioni. Hivyo Mbatia iko sahihi. Anaitwa John Gigane kutoka Tarime huko Musoma. Mtazamaji wa TV Sibuka na msikilizaji wa Radio Sibuka, hizo ndizo SMS ambazo zimetufikia katika kipindi chetu cha leo, na moja kwa moja nikiwa nasubiri SMS nyingine nimkaribishe mwalimu. Leo tutajibu SMS tu mwalimu, karibu sana. Asante sana. Napata faraja kwamba kwa sababu ilikuwa imerundikana wasikilizaji na watazamaji kutuma ujumbe, maoni, mawazo, ushauri, kukosoa. Ni vizuri kuweka nafasi kwa kujibu yale tunayoyaweza, yale ambayo hatuyawezi kwa sababu unayasoma, na watu wengine wanaweza kutumia nafasi hiyo ya hoja ya mwalimu Waitama kipindi na wenyewe kuendelea kujijibu wenyewe na kuendelea kudadisi, na kawaida. Na nafikiri lengo la kipindi ni kufanya watu waendelee kufikiri tu. Yaani watu wakiendelea kufikiri, wanaendelea kuhoji, wanaendelea kujenga hoja, sisi lengo la kipindi kitakuwa limefanikiwa. Ila nimeguswa kidogo na kufurahi na kutabasamu kidogo juu ya huyu ndugu ambaye ana hii hoja ya kwamba mwalimu Waitama ana jazba, apunguze munkari kidogo. Mimi nafikiri kipindi hiki ni cha raia wa kawaida ambaye inawezekana katika kuzungumza mambo ambayo yanamgusa, yanaweza akawa anapandisha sauti kidogo. Lakini hapandishi kwa maana ya kuanzisha ugomvi wa kupigana ngumi. ni kupandisha sauti kusudi kuonyesha hisia. Na kwa sababu hapa hii hoja ya mwalimu Waitama sio kipindi cha darasani kwamba yani cha kuandika insha ya kufanya masahihisho baadaye. Ni kwamba ni kipindi cha kuonyesha hisia vile vile, kuonyesha kwamba yani mtu ameguswa. Na ndio maana hata na watu wanaotuma jumbe wengine wanatumia lugha ambayo mimi mwenyewe labda ningesita kutumia. Mimi kwa mfano mimi sidhani kwamba mimi hakuna mahali popote ambapo mimi nimedhubutu kusema kwamba yani serikali inahusika kwenye matukio yaliyohusisha Ulimboka au huyu mwandishi Kibanda, na hata ile ya Iringa. Huwezi kusema serikali, yani kuna polisi tuliwaona pale kwenye picha wakifanya mambo, lakini hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba mimi kwamba yani serikali inahusika. Mimi siwezi kufika huko. Na sidhani, na hata na wale wanaoshauri mwalimu uwe makini, yanaweza kukupata yaliyowapata hao wengine. Mimi sipendi kujishawishi bila ushahidi. Mimi kwamba serikali inakwazwa na mtu kama mimi ambaye natoa hoja tu. Mimi sipendi kufanya udadisi wa namna ile, kwa sababu kwanza nikiuendekeza nitaacha kuzungumza ambaye haina faida. Kwa hiyo ninaendelea kuamini kwamba tunachohitaji tuweko na tume ya kijaji. Je, hii usahishaji wa mitihani hii ni kweli au je ni kweli wanafunzi wamefeli au hapana? Sio tume ya aina hiyo. Mimi na imani kwamba waziri katika kusoma matokeo alishajihakikishia yeye kwamba yani matokeo ndio haya. Yani ni waziri mimi namheshimu sana. Yani haiwezekani alikaa na kusoma matokeo ambaye alikuwa hajafanya udadisi kidogo, akauliza wataalamu wake wakamwambia ndio haya, na yeye akakubali. Kwa hiyo nafikiri yani hapa tunahitaji tume ya kukaa na kutafakari juu ya mambo ya msingi. Yani kama nilivyosema kwenye kipindi kilichopita, mambo ya mitaala yetu, je, ikoje? Tunafundisha nini, nani, kwa muda gani, kwa lugha gani, na gharama za kufanya hivyo
tunazo za kufanya vizuri katika kufanya hivyo, yani tunazo kwa hasa kwa kipengee kile cha elimu ya msingi, yani elimu tunayowapa wote. Kwa mfano kama tukisema yani watu wote wanaoingia shule za msingi wanaomaliza wengi iwezekanavyo waingie sekondari. Tukishasema hivyo tunasema tunataka elimu ya sekondari iwe kwa wengi iwezekanavyo. Na tena nimesikia hata na waheshimiwa wanasiasa fulani wakisema elimu ya sekondari iwe kwa wote. Safi sana. Lakini ninachosema tunao uwezo wa kuitoa elimu ya sekondari. Elimu ya sekondari aina gani? Elimu ya sekondari ya kujua Kiingereza, elimu ya sekondari ya kujua kuranda, elimu ya sekondari ya kujua kutengeneza nyumba, elimu ya sekondari ya kufanya nini? Kwa sababu yani hamna uwezo kusema tu elimu ya sekondari, yani kana kwamba kuna ilizi fulani hivi unaweza kalirusha juu Afrika au ni elimu ya sekondari. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba tume tunazotakiwa kufanya ni tume zilizo huru, sio tume za kisiasa, sio tume za kufurahisha mtu yoyote, sio bana, okay? Hiyo ni kufuatilia juu ya hili swala la haya matukio yasio haya ambayo yako kwenye utamaduni wetu. Huu ni utamaduni tulikuwa tumezoea kuhusisha na siasa za Kenya. Yaani hizo za mara usikie kumuua Tom Mboya, mara usikie kumuua JM Kariuki, mara usikie kuuawa kwa Robert Ouko. Mambo ya Kenya tulikuwa tunayasikia tu, sio hapa. Sisi hapa watu walikuwa wanabishana, mara mmoja anatoroka kama ndugu yangu Kambona akaenda marehemu akaenda Uingereza. Hili sio mambo haya mara unasikia mtu ameuawa. Yaani sasa mtu kiongozi mkubwa anauawa, yani amini anakutwa msituni, yani sisi alikuwa tuna haya mambo. Kwa hiyo ninasema hiyo kusema mtu ana hii kipindi lengo lake ni vile vile kujenga hisia zenye mantiki, yani sio hisia za kuchochea watu waende wakampige mtu, hapana. Yani hisia za kufanya kuchoma wewe uende na wewe ukadadisi mambo fulani fulani ya kusaidia nchi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa hilo ningelisema hivyo. Ila kuna mtu mmoja vile vile amegusia vitu ambavyo huwa nafikiri tunapozungumza juu ya elimu, alafu mtu akazungumza juu ya mavazi ya wanafunzi, haya marekebisho yaliyojitokeza. Waislamu siku hizi na wenyewe kama Watanzania wengine, makundi mbalimbali katika jamii pamoja na Waislamu wametumia uhuru wa kupata uhuru vizuri. Yani wameanza sema jamani, sisi tunapenda kuvaa hivi, sasa ina ubaya gani? Mimi sio ni tatizo yani. Yani kama huko nyuma wakati wa mkoloni walikuwa wanabanwa watu. Sasa yani kama mwanzoni mwa uhuru tulikuwa tunabanana sana. Sasa hivi watu katika enzi hizi watu wana tweet, watu wanaangalia kwenye mtandao. Sasa watu siku hizi watu wamepanua wigo wa mawazo. Sasa mimi sidhani kama haya ndio matatizo jamani. Yani elimu yetu ni matatizo yetu yani ya msingi ya mtaala. Tunasoma nini kwa miaka mingapi na tunagharamiaje? Tusome wote, hasa elimu ya msingi. Tusome wote. Sio yani wasome wachache kwenye visiwa vya ubora. Viko visiwa vichache vya watu wenye mahela yao wanatumbukiza hela yao yote kwenye watoto wao tu. Sasa hao watoto wao watatengeneza uchumi wao. Yaani msi watatengeneza, tutakuwa wanafanya kazi na hao wengine. Sasa hao wengine watakuwa hata elimu ya kawaida ya kusoma na kuandika hawana. Sasa si ni kwa faida yote. Hata na wewe mwenye hela wekeza kwenye huyo mwingine naye ajue atakayekuwa wewe utakuwa mtoto wako sawa, atakuwa ni balozi. Lakini huko kwenye ubalozi kuna kuweko yani watu wanaotengeneza vitu vingine, yani wanaochapa type, wanaofanya kazi kwenye za kiufundi kwa mfano, lakini wenyewe wanakauelewa kaupeo fulani hivi. Kwa hiyo elimu nzuri ya msingi, elimu nzuri ya sekondari inayoinua uelewa wa Watanzania kwenda juu ni kwa faida hata ya wale ambao wao wenyewe wangeweza kujipatia hiyo elimu nzuri kwa hela yao. Lakini haitusaidii yani, ndio maana duniani kote unapokuta kwamba kuna maendeleo, hata wenye hela wamewekeza kwenye wale wasio na hela kusudi walao kwenye mambo ya msingi, elimu ya msingi wameinuka pamoja. Huwezi kuwa na maendeleo katika nchi umetengeneza visiwa vya elimu bora vya watu wachache, alafu wengine wote wanapata elimu ya ovyo. Hamtafika mbali. Kwa hiyo ndio nasema tukiweka tume ya kuangalia mambo ya mitaala, tukaweka kwa gharama ya wote, tunaweza tukawasomesha watu kwa miaka mingapi.
kwa mambo yepi? Je, sekondari iwe miaka 6? Je, sekondari iwe miaka 3? Je, nani ya msingi iwe ni miaka 6? Je, iwe miaka 8? Tulikuwa ni miaka 8 tukaiteremsha miaka 7. Kwani kuna jambo gani la ajabu? Kama tuliwahi kuwa 8 tukafanya 7 na bado watu wakaendelea kutoka kama mimi na watu wengine wengi. Sasa kwani tukisema 6 kwani ni mambo ya ajabu? Sisi tunakaa chini tunakubaliana tunataka kufundisha vitu gani? Unaona bwana? Sema yani hivyo yani kama tumesema huko nyuma tulikuwa tunasema 8 lakini au 7 lakini awali hatulikuwa tuyawekea mkazo. Sasa je, tukiwekeza kwenye elimu ya awali miaka ile miwili mtu ana miaka 5 tukaweka kila shule iwe na kompyuta. Hapa wenzetu Rwanda wamefanya vitu kama hivi. Sema okay, nasema tuwekeze kila mtoto anaingia anacheza na kompyuta akianza na miaka 5 kila mmoja. Sema yani hiyo ina maana hata na ushindani kwenye soko, yani jamani mtakuwa tumejinusuru. Kwa ndio nasema hayo ndio mambo ya kufi. Alafu